Habari za asubuhi wapenzi watazamaji wa channel yangu. Katika video leo nitawaonesha jinsi ninavyopika mboga ya spinach. Kuanzia kuvuna mpaka mwisho unapoishia kwenye sahani tayari ishapikwa kwa ajili ya kula. Kama mnavyoona hapa, hii ndio mboga yangu ya Chinese. Mwanzo nilisema spinach, ni mboga yangu ya Chinese. Hii hapa na miche yangu hii miti ya mboga 1, 2, 3, 4, 5. Hii kama utaamini tarehe 2 nimeipanda ikiwa miche. Leo tarehe 29. Yaani mwezi tushafikia kama hivi na mimi tayari ninavuna kwa ajili ya kupika. Nikiachia inaweza ikiendelea ikawa kubwa, lakini mimi tayari hapa mimi tayari kula. Hebu ona huu. Hebu ona na mkono wangu. Jani zuri, liko vizuri. Kwa hiyo mimi hili tayari, acha nianze kuchuma kwa ajili ya kupika. Kama unavyoona hapa tayari na kisu changu na bakuli langu kwa ajili ya kutia mboga yangu. Acha nikachume. Haya unaiona ni mashada matatu tu. Ona ile bakuli lilivyojaa. Sasa ni kuposha na kupika. Kwa hapa na maji yangu haya yameshatia kwenye basin. Nataka nisuze mboga kwa sababu huku chini ilikuwa na michanga, nishaikosha. Kwa sasa hivi ninachofanya ni kuwa nayatoa haya kwa sababu saa nyingine huu inaingia michanga. Kwa hiyo bora ni kuitoa kabisa, ukoshe jani moja moja. Kama kuna wadudu unapata kuona, unaona michanga huu imekalia. Japokuwa nishaisuza, nishaikosha mwanzo, haijatoka yote. Dudu toka. Sasa hapa napata kuikosha vizuri jani moja moja. Na hiki kitoe jani moja moja. Ni safi, najua mwenyewe kwa sababu mwenyewe nakaa naangalia, lakini still mchanga, wadudu. Sasa naikata hii mboga, na hii mboga nitaikata vipande viduchu. Yaani sitaki vipande makubwa, ili haya stem yani ipate vizuri. Hizi taziweka pembeni hapa, tazitoa. Hii kidogo. Kwa sababu ikiiva yani hii mboga ya majani inaiva mara moja. Lakini haya ita take time kidogo kuliko ya majani. Sasa majani itanyauka tu kupata moto. Na sipendi ile yawe
magumu magumu mpaka uyatafune hivi. Ona jani ile. Fungus la dude, yani siwezi kuamini hii nimeipanda miche tarehe 2 mwezi wa 8. Leo tarehe 29. Hata mwezi haujatimia vizuri. Tena labda situmii mbolea za chemical wala natumia mbolea mwenyewe hii ya wanyama ambayo natengeneza mwenyewe, na iacha ipoe, nachanganya na majani makavu. Basi ndani ya mwezi mtu tunapata chakula kizuri. Sasa nakata tungule, kwa sababu mimi nikipika mboga napendelea ikolee tungule, kwa sababu zile tungule zenyewe zina ule utamu wa ile tungule, basi zinafanyisha ile mboga yenyewe ina ladha nzuri, ladha tamu. Ndio maana hapa nimeamua nitatia tungule 4 kubwa, kwa vile hii mboga yenyewe ni nyingi na mimi nataka ikolee tungule. Unaona? Nachagua hii tungule ambayo imeiva. Tungule iliyoiva vizuri na kwa tayari na utamu. Vitunguu pia nitatia 3 vya size ya kati tu. Nataka mboga ikolee vitunguu, sababu ikitolee vitunguu pia vina utamu wake. Na vitunguu sio lazima vyote viwe size moja, cubes vile viko perfect. Ndivyo unavikata tu size, sababu hata viko vikubwa havina neno. Na kumalizia carrot. Na carrot ni hivyo, naipata vipande vidogo vidogo, cubes basi. Na kumalizia pilipili moja ya mwendo kasi. Sasa hii pilipili moja ya mwendo kasi nahitaji hizi kokwa za humu ndani. Kwa hiyo nitachukua hii pilipili yenyewe, hizi kokwa nataka nizitoe kwa sababu nataka nizipande.
nikumbuke tu na mikono yangu vizuri, maanake ukikosea ukigusa macho hapa mwendo kasi huu. Sasa hapa natia hii thomu na tangawizi, ilikuwa ni shei saga, nikatakata kwa vipande. Na hili ni tui. Tui hili nilipikia wali, lakini lilikuwa tui jingi. Kwa hiyo hili naliunganishia hapa. Lilikuwa kwenye friji ndio maana nimekaa hivi nimechuja, lakini halina neno. Kwa hiyo nitaliwekea tu hapa. Nimejichuja, yani nimekaa ile tui bobo juu. Halina neno, litaendelea kuiva na litayayuka. Ikipata moto tu litayayuka. Sasa wacha ni changanye. Na hii sasa kwanza sitii chumvi kwanza, kwa sababu hapa nini ya mboga, kawaida ya mboga utaona sufuria tele mboga. Utatia chumvi, mara chumvi inakuwa nyingi kwa sababu ukiipika ile mboga inakuwa kidogo baadaye yani. Kwa hiyo naisubiria chumvi mwisho pale ndio naitia, kwa sababu sitaki iwe nyingi. Siko mtu ankula mboga imejaa na chumvi. Kwa hiyo inakuwa tahili. Bora usubirie mwisho unapata ukadiria. Sasa tayari, wacha niteleke. Sasa hapa tunaiachia kidogo yenyewe itaanza kunyauka, alafu tutaanza kuchanganya. Sasa ushofika hapa hamna kazi tena. Ni kuiachia tu yenyewe ijipike. Wakati huku yenyewe inaendelea kupika, ni vizuri kuona koroga ipate ichanganyike. Ili ile ya chini isiwe overcooked, kwa sababu mboga hasa hatutaki ipikwe sana. Sasa hapa tunaweza kuifunika ipate chemke mbio. Sasa hapa tunaweza tukatia chumvi, kwa sababu tayari ishashuka, ishanyauka, ishakuwa kidogo. Hii chumvi kwanza natia hiyo, kwa haijatosha tutaionja. Ni kwanza wacha hiyo ichemkie. Inaanza kukaukia hii, imebakia maji kidogo. Kwa tunaisubiria kidogo tu ikaukie na mboga yetu iwe tayari. Sasa kama unavyoona mboga yetu imemaliza, umeona imekauka. Hii iliyobakia ni just maji kidogo ambayo mimi mwenyewe na prefer hii. Sasa kama wewe unapotaka iwe kavu, unaweza ukaiachia iendelee kukaukia. Mimi mwenyewe na prefer hivi, ndio naipua hivi. Sasa hii iko tayari kwa ajili ya kula. Sasa hii mboga yetu tayari. Hapa unaweza ukalia mboga hii kwa wali, kwa mkate, kwa viazi vitamu, vyovyote vile unavyopenda wewe mwenyewe. Mimi na prefer kuila hivi, natia kwenye kibakuli na ila kama supu. Na ndio maana napendelea niache na ile bila kabla haijakauka vizuri, napata kuila kama supu. Au kama na maharagwe ya kuchemsha na unganishia.